Ni simulizi kamili ya nguva katika jiji la Seoul. The Idol Mermaid ni tamthilia ya kusisimua ya Korea Kusini ya mwaka 2014 iliyochanganya mambo ya njozi, mapenzi na vichekesho. Tamthilia hii iliyopeperushwa na stesheni ya TVN ni tafsiri ya kisasa na ya kijasiri ya hadithi kale ya Hans Christian Andersen, The Little Mermaid. Ingawa awali ilipangwa kuwa na vipindi vingi zaidi, mfululizo huu ulipunguzwa na kuishia vipindi 10 pekee kutokana na viwango vya chini vya watazamaji wakati huo. Hata hivyo, baada ya muda, imejizolea umaarufu mkubwa kwa kuzungumza kwa ucheshi changamoto za vijana wanaotafuta kazi mjini Seoul na mwisho wake wenye hisia kali. Mpenzi msikilizaji, karibu tena ndani ya Michael Recap, sehemu pekee unayopata simulizi za kusisimua zinazokujia kila siku. Siku ya leo tunakuletea simulizi ya nguva. Karibu sana. Hadithi inaanza chini ya bahari, katika ufalme wa majini ambapo tunakutana na Aileen aliyeigizwa na Jo Bo-ah. Aileen ni binti wa kifalme 18 wa kifalme cha nguva, lakini maisha yake ya chini ya maji yanamchosha. Tofauti na nguva wengine, Aileen ana shauku kubwa na ulimwengu wa binadamu. Faraja yake pekee ni simu ya mkononi inayozuia maji, waterproof smartphone aliyoipata baharini. Kupitia simu hiyo, anatumia saa nyingi kutazama video za Kwon Si-kyung, mpishi maarufu, celebrity chef, ambaye ni mtanashati, baridi, na anayeonekana kuwa kilele cha mafanikio ya mwanadamu. Aileen anampenda Si-kyung kupindukia, kiasi cha kufikia hatua ya kutaka kuwa mwanadamu ili awe naye. Siku moja, wakati Si-kyung akirekodi kipindi cha televisheni kando ya mto Han, anapata ajali. Anajigonga kichwa na kuanguka majini. Aileen anamuokoa na kumpa busu la nguva ili kumrudishia fahamu. Hata hivyo, kutokana na pigo la kichwani, Si-kyung anapata tatizo la muda la kutoweza kutambua nyuso za watu, prosopagnosia. Anapozinduka ukingoni, anamuona Yoon Jin-ah, msichana anayetafuta kazi aliyekuwa akipita tu na kudhani ndiye aliyemuokoa. Jin-ah, kwa tamaa ya kutaka kujiweka karibu na tajiri huyo, anachukua sifa za uokoaji huo. Baada ya tukio hilo, Aileen anadhamiria kuwa mwanadamu. Anaiba dawa ya kichawi kutoka kwa An Manyo, ambaye zamani alikuwa mwanaume wa kijini, Mamen, lakini sasa anaishi kama binadamu akiuza chakula cha takoyaki. Dawa hiyo inamgeuza Aileen kuwa mwanadamu mwenye miguu, lakini kuna sharti gumu na la hatari. Ana siku 100 pekee. Ndani ya muda huo, lazima amfanye Kwon Si-kyung ampende kwa dhati. Akishindwa kupata upendo wa kweli ndani ya siku 100 hizo, Aileen atatoweka na kugeuka kuwa mapovu ya sabuni. Baada ya kuibuka nchi kavu, Seoul, Aileen anachukua jina la kibinadamu la Kim Hani. Anajikuta hana pa kwenda. An Manyo, akimhurumia, anamfanyia utambulisho wa badali kwa jina la Kim Hani. Ili aweze kuishi na kujifunza maisha ya binadamu, anapelekwa kuishi katika nyumba inayoitwa Ingyo House. Jina Ingyo linamaanisha ziada au mabaki. Nyumba hii ni makazi ya kwa moja kwa vijana ambao jamii inawaona kama watu wa ziada, vijana wasio na ajira wanaohangaika kupata kazi katika soko la ushindani mkubwa la Seoul. Hii ndipo tamthilia inapotumia ucheshi mchungu kukisodi mfumo wa maisha wa Korea Kusini. Wahusika wakuu wa nyumba hii ni Lee Hyun-myung, mjitana anayetafuta ajira kwa juhudi kubwa, lakini anakataliwa kila mara. Alikuwa na mpenzi aliyeitwa Jin-ah, lakini Jin-ah alimwacha kwa sababu hakuwa na pesa wala kazi nzuri. An Hae-yong,
msichana mcheshati na mchangamfu anayefanya vipindi vya kulala mtandaoni. Anakuwa rafiki wa karibu wa Hani na ndiye wa kwanza kugundua siri yake ya kuwa nguva. Do Ji-young, mtaalamu wa mitandao ya kijamii mwenye akili nyingi, ambaye anaishi maisha ya upweke akifanya matangazo ya moja kwa moja mtandaoni. Na wa mwisho ni Big, mwanafunzi wa chuo kitanashati na mwenye tabia ya kitoto, ambaye naye yumo katika msako wa ajira. Hani anapoingia duniani anakuwa kama mtoto mchanga, hajui adabu za binadamu, ana uchu wa ajabu wa kula na anahangaika kutumia vifaa vya elektroniki. Lengo lake pekee ni kumfikia Kwon Si-kyung. Ila hali kadiri siku zinavyokwenda, uwepo wake unaleta furaha na matumaini kwa wakazi wa Ingyo House. Wakati Hani anamfukuza Kwon Si-kyung, ambaye ni mbinafsi na mwenye majivu, anajikuta anatumia muda mwingi na Hyun Myung. Hyun Myung, akiwa amevunjika moyo baada ya kuachwa na Jin-a, anakuwa mwalimu wa Hani. Anamfundisha jinsi ya kuishi kama binadamu, jinsi ya kula na jinsi ya kupambana na changamoto za kila siku. Taratibu, Hyun Myung anaanza kuvutiwa na utu wa Hani, wepesi wa kufurahia vitu vidogo na uzuri wake usio kawaida. Kwa upande wake, Hani anaanza kugundua kuwa upendo wake kwa Kwon Si-kyung ulikuwa ni ushabiki wa mbali tu. Anaanza kuona thamani ya Hyun Myung, mwanamume anayemjali bila kutaka sifa na anayemlinda wakati wote. Wakati siku ya 100 inapokaribia, hali inakuwa tete. Jin-a, akihisi tisho kutoka kwa Hani, anagundua siri yake ya kuwa nguva. Anajaribu kumharibia Hani kwa kufichua utambulisho wake wa badali na wasifu wake wa uongo wa kazi. Katika kipindi hiki, Hyun Myung anagundua hatari inayomkabili Hani. Anatambua kuwa upendo wa kweli sio kupata kazi ya kifahari au sifa za kijamii, bali ni kumlinda mtu unayempenda kama alivyo, hata kama anaonekana kuwa mtu wa ziada katika ulimwengu wa binadamu. Mwisho wa tamthilia hii ni mchanganyiko wa huzuni na matumaini. Siku ya 100 inafika, na kwa sababu Kwon Si-kyung hakumpenda Hani kwa dhati, kwani Hani mwenyewe alishahamisha moyo wake kwa Hyun Myung, Hani anaanza kutoweka. Mbele ya macho ya Hyun Myung, Hani anageuka kuwa mapovu ya maji na kupotea. Ila hali simulizi hiyo haiishii hapo. Mwaka mmoja baadaye, tunaona maisha ya wakazi wa Ingyo House yamebadilika. Wengi wamepata kazi na kusonga mbele kimaisha. Katika sekunde za mwisho, msichana anayeonekana kama Hani akitokea baharini na kusema kwa tabasamu, "Nitarudi." Hii inaashiria kuwa Hani amezaliwa bwana au amepata njia ya kurudi duniani kuwa na mwanamume anayempenda kwa dhati, Hyun Myung. Mpenzi msikilizaji, mandhari na mtindo wa tamthilia hii ni kejeli ya ajira. Tamthilia hii ni kejeli ya jamii inayowatathmini watu kulingana na kazi zao pekee. Inafundisha kuwa hata watu wa ziada wana thamani kubwa. Hadithi ya kisasa ya njozi inageuza hadithi ya The Little Mermaid juu chini kwa kuonyesha kuwa mwanafalme wa kweli si lazima awe tajiri au maarufu. Ucheshi wa kipekee. The Idle Mermaid inajulikana kwa kutumia vichekesho vya mtandaoni, parodies, kejeli za tamthilia nyingine maarufu na matumizi ya teknolojia kama sehemu ya maisha ya nguva. Hitimisho. Ingawa ilikakishwa mapema, The Idle Mermaid inabaki kuwa kazi ya sanaa inayopendwa kwa sababu ya ujasiri wake kugusa maisha ya vijana kwa njia ya kichekesho, lakini na mafunzo mazito ya utu na upendo.